Naitwa Nancy Shaha Bakari, naishi Kinyerezi. Ni mama wa Skyla, binti ambaye kidogo siku mbili hizi nimeonekana kwenye mitandao ya jamii. Japokuwa napita changamoto nyingi sana ambazo zinazoniumiza mimi binafsi yangu pamoja na mwanangu. Mimi nimezaa na Romy ambaye hilo ndio jina lake ambalo anajulikana, ila jina ambalo namfahamu mimi tangu tunaanza mahusiano ni Rajabu ambaye ni mume wa Shilole. Kuna kipindi niliwahi kukutana naye, ni muda mrefu kidogo, lakini nilikuja nikapata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito wake aliniforce sana nitoe ile mimba, ila mimi binafsi yangu nilikataa. Japokuwa alinitoa mimba ya kwanza kwa kunilazimisha, tena kwa kunipeleka mwenye hospitali. Akaja hii ya pili akaniforce pia nitoe na kunipa hela, na japokuwa akanunua tena dawa ndio zinaitwa P2. Alinilazimisha sana, lakini mimi binafsi yangu sikutaka, ila nilimwahidi tu kwamba nitatoa, lakini ili kuondoa migogoro ambayo ilikuwepo. Mimi nikaondoka nikaenda zangu nyumbani, ila sikuwahi kutoa. Kwa hiyo siku zilipo zilikwenda na mimba ikazidi kukua. Pia nilikuja nikamwambia, yeye pia akawa ni mgumu. Na sababu kuu ambayo hata kumhudumia mtoto ni kwa sababu nilikataa kutoa mimba. Na yeye mwenyewe mara nyingi huwa nikimpigiaga simu ananiambia kabisa kwamba wewe ulikataa kutoa mimba, ndio maana mimi sitaki kuhudumia huyo mtoto. Huyo mtoto wewe ndio unayemtambua. Kwa hiyo inanipa changamoto nyingi, naumia kama mama, kama mzazi kulea mtoto peke yangu. Otherwise baba yupo, ana uwezo, anajiweza pia, ukiachia kazi yake naamini yeye pia anaweza kumlea mtoto wake. Lakini mimi naamini, sitaki kusema kwamba eti ni mwanamke, sitaki kuamini kwamba mwanamke ndio source ya hivi vitu, kwa nini amhudumii mtoto. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini 100% kama mwanamke anaweza akamshawishi mwanaume asimhudumie mtoto wake. Japokuwa yeye mwenyewe huwa anasemaga kwamba mimi siwezi kwa sababu naongeza familia, majukumu ya familia, siwezi kwa kazi yangu, alafu mke wangu pia. Kwa hiyo vitu kama hivyo huwa vinatokea. Kwa hiyo kuna muda anaweza kaa ananitafuta, lakini hanitafuti kupitia namba yake. Anaweza kanitafuta namba tofauti. Kwanza ni mtu ambaye kwanza ananitishia sana. Yaani mtu ambaye kuna zile nitakuja kufanya kitu kibaya, maisha yangu yakienda yakiharibika, kuna hiyo tabia anayo. Muda mwingine anakuambia wewe kama unaona huyo mtoto mpeleke kijijini kwa mama, aende huko. Kwa hiyo kuna yale maneno ambayo anakuaga nayo, mara hamtaki, mara kuna muda anataka kukubali. Lakini sijajua kwa Watanzania wao wamelichukuliaje ili au kulipokea hili. Sijajua kibinafsi yangu, kwa kila mtu ana moyo wake na jinsi anavyofikiria. Kila mtu anahisi labda mimi natafuta kiki. Mimi sio kichaa mpaka nitoke nianze huko, nianze kuzunguka kwenye media nije nitafute kiki. Eti kama natafuta kiki kwa mtu, natafuta kiki kwa jina gani? Labda nitumie jina Shilole ndio natafuta kiki. Mimi sitafuti kiki kwa mtu jamani. Mimi ninachopigania ni haki ya mtoto wangu. Kwa sababu hawa watoto mpaka mnapoamua kuzaa lazima kuna malengo ambayo mlikuwa mmeyapanga. Kwa hiyo lazima mimi binadamu lazima nitafutie haki za mtoto ili nijue mtoto anaelewa kwenye mazingira gani. Kwa hiyo labda nieleweke kwa hilo. Japokuwa mnanitukana sana, mnahisi mimi nataka kuharibu ndoa yake, mimi sina shida na ndoa yake. Wala sitaki kuharibu ndoa yake. Na mimi sijamkuta akiwa kwenye ndoa au mtoto hajamkuta akiwa kwenye ndoa. Mtoto amepatikana hata kabla hajaoa. Ni miezi huko 10 nyuma imepita. Mpaka sasa hivi mtoto umri aliofikia. Mimi nahangaika nalea peke yangu mtoto. Mimi ndo napambana nijue naishi vipi na mtoto bila bila chochote cha baba. Kwa kuna muda inatakiwa na yeye pia ageuke kwa nafasi nyingine. Aone kwamba hata huyu pia mtoto wangu. Kwa sababu ukija kuangalia hata mtoto jinsi alivyo, unajua kabisa mtoto ni wa mtu fulani, lakini still bado mtu anaonekana kama hataki. Kwa sasa sijajua binafsi yangu tatizo ni nini labda kubwa. Na kuna voice zake pia ninazo. Ila tu ndo vile mtu sijataka kuzi expose kwa watu kwamba kuna hizi voice. Mimi sitaki kuharibu mahusiano ya watu. Japokuwa watu wanahisi mimi nataka mimi sitaki kuharibu chochote. Mimi nachotaka tu ni kupambania haki ya mwanangu basi. Kwa kama yeye mwenyewe ataamua kusimama na mtoto wake, basi asimame kama baba. Yaani mimi binafsi yangu
nikitaka kutoa hizo voice note zake, hakuna mtu ambaye anaweza kumwangalia usoni. Sio kumwangalia tu, kwanza ataonekana kama ni mnyama ambaye ana uwezo wa kutelekeza mtoto kwa sababu ya kitu fulani. Kwa sababu hata hizo voice note, mtu mwenye akili zako timamu ukisikiliza vizuri, unajua tu kabisa huyu mtu kama anafosiwa kukubali mtoto wake. Kwa jinsi tu ukiziangalia hizi voice vizuri, ukazisikiliza, ukazielewa, mtu mwenye akili zako timamu unazielewa. Japokuwa mambo yamekuwa mengi, naongelewa sana, nasingiziwa vitu vingi sana ambavyo mimi sijavifanya, japokuwa tu kwa kutengeneza kwamba huyu asafishike mwanaume na asafishe jina labda la mke wake, nichafuliwe mimi kwenye jamii. Kwa hiyo mimi nachoomba tu nieleweke kwamba mimi sio kichaa. Kama jinsi wanavyosema wao, mimi sio kichaa, sijachanganyikiwa. Siwezi kwenda kumsingizia mtu baba hata siku moja. Huyo ni babake. Iwe leo niko mzima hata nikifa. Hiyo ndo kauli yangu itabaki hiyo moja, na msimamo wangu ni huo mmoja. Babake ni mmoja tu, ambaye ni Rajab kwa jina maarufu Romy.